You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Kwa wale ambao umeweza kuingia katika program ya siku ya leo, ningependa niwakaribishe katika program hii. Najua ya kwamba Mungu atawabariki sana siku ya leo. Naona ya kwamba watu wameanza kuingia katika program hii ya siku ya leo. Ningependa tuweze kuingia katika program kwa wale ambao wamepata notification kutoka Kisii Hot TV, Kisii Hot FM, na wale wanasikiza katika redio na wale wanatupata katika mtandao. Najua ya kwamba Mungu anaenda kutusaidia kwa siku ya leo, kwa sababu there is something special that I've aligned for you tonight. There is something that I want to speak to you tonight, na najua ya kwamba Roho wa Mungu ataweza kuniongoza ili niweze kukupa ujumbe ambao Mungu ameweza kuniongoza siku ya leo nikaweze kukupatia. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Senior Servant Momanyi Janai. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Najua ya kwamba kuna wale ambao tumemisiana katika hii runinga yetu ya Kisii Hot. Vile vile kwa wale ambao wanasikiza katika redio, na hata kwa wale ambao wanatupata katika mtandao. Kuna wale ambao katika Facebook, katika House of Testimonies, na vile vile kuna wale wanaotufuata katika YouTube, katika Senior Servant Momanyi Janai pale katika YouTube. Niwashukuru sana kwa sababu umekuwa mtu wa maana katika runinga hii, kwa sababu umekuwa mtu ambaye amewezesha hata watangazaji ambao wako katika runinga hii waweze kumakinika kwa yale ambayo wanaweza kukupatia kila siku. Na vile nilivyokuahidi ni kwamba it's a day that we've begun our journey as I promised you. Ya kwamba kuanzia siku ya jana nilisema ya kwamba from 7 to 8 nitakuwa naingia hewani moja kwa moja na wewe, ili tunajua kwamba Roho wa Mungu ataweza kuzungumza na sisi. I would like us to pray ili tuweze kuanza mafundisho ya siku ya leo, na najua kwamba Roho wa Mungu anaenda kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante ni kwa ajili ya mtazamaji wangu anayenitazama from wherever he or she is, anybody under the sound of my voice, wherever he or she is, wanaponisikiza katika redio, anaponitazama katika mtandao. Jehova, namkabidhi mikononi mwako. Waja Roho wako Mtakatifu akaweze kuenenda nasi, tuzungumzie kupitia kwa Roho Mtakatifu ule ujumbe ambao umenipa siku ya leo. Najua kwamba unaenda kuwa kibali katika maisha ya mtu siku ya leo. I know that you're going to speak and change the life of somebody tonight as I'm speaking. Kuna maisha ambayo yanaenda kubadilika. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba, hata nikiamini. Unaweza ukasema amen. Nashukuru sana kwa sababu nimeona watu wengi sana wameweza kuingia, wengi sana wameweza kuingia, na nashukuru ni kwa sababu bila nyinyi hatuwezi kufika tulipo. Tumekuwa kando kidogo kwa sababu ya projects ambazo tumekuwa nazo, wengine wanazielewa, za kanisa, na najua ya kwamba imekuwa ni kwa ajili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kuyafanya hayo yote ambayo tumeyafanya. Na siku ya leo Mungu akaniambia kwamba niweze kunena na mtu. Unajua kuna kitu ambacho mtu anaweza kuwa nacho, wewe kama hauwezi ukakiangalia kwa macho ya kiroho, unaweza kosa kuelewa ni kitu gani hichi huyu mtu ako nacho.
Unaweza ukanitazama ukaniona kama Momanyi, unaweza ukanitazama ukaniona kama David, unaweza ukanitazama ukaniona kama Janai, but kuna yule ambaye anaweza kunitazama akaona ujumbe fulani umepatiwa ni kwa ajili ya maisha yake. Mara nyingi wachungaji wameweza kuzungumza na maisha yako, lakini ikiwa unaweza ukamtazama kama yule mchungaji ambaye unamuelewa na kumjua kwa kila siku, that word of God inaweza kakupita kwa sababu ya yale macho ambayo unatumia kutazama ule ujumbe ambaye anakupa. So siku ya leo ningependa uweze kufunguliwa macho ya kiroho, uweze kuangalia kile ambacho naweza kuzungumza na wewe. Yeah, you know me as a personal friend at the personal level, but let's put that on a side. Tuweze kunena mambo ya kiroho. Kuna mahali naweza kukuona na kuna mahali unaweza niona, lakini kuna ujumbe ambao nimepewa ni kwa ajili yako. Na ikiwa nimepewa ujumbe wako, hauwezi ukapewa ujumbe wako. Mungu anaweka maneno kwa kinywa cha nabii, na nabii anakuzungumzia kwa ajili ya maisha yako. Isingalikuwa ya kwamba Mungu anazungumza kutoka kwa watumishi wake, hata wewe ungekuwa unaambiwa ya kwamba kuna ugonjwa unakuingilia kesho, ukaweza kuhepa. Manabii ndio wanaotupa mwelekeo, wanatuelezea yale tunastahili kuyafanya, wanatuelezea njia ambayo tunastahili kufata. Wanatuambia kwa njia ambayo tumeenda ni ya makosa, tuweze kurekebisha. Na ikiwa hauwezi ukatii neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba ni msumeno, laweza likakata mbele hata nyuma. You know, when a prophet speaks to your life, ni kumaanisha ya kwamba kuna roho wa Mungu ambaye ako ndani yake. Hata kama personal level yako na yeye unajuana kama mtu ama rafiki unayemjua, ama mfanyibiashara unayemjua, ama pastor wa kawaida, but there is something the Lord has put in that man. Anaweza kazungumza na maisha yako yakabadilika kwa pamoja, in the name of Jesus. So siku ya leo singependa uweze kunitazama kwa mavazi ambayo nimeyavaa. Just look at me as somebody who has been sent to speak to your life, somebody who has been sent to give you a word ambaye itaweza kukusaidia katika maisha yako, in the name of Jesus. Unapoangalia maandiko katika the book of Genesis chapter number 36, actually the book of Genesis chapter number 36 inazungumzia maisha ya vijana wa Jacob, wana wa Israel ambao walikuwa 12. Kuna tofauti ya vijana ambao walikuwa na maisha tofauti kati ya vijana hao. Hata ingawa vijana walikuwa wametoka kwa mzee mmoja, vijana walikuwa katika familia moja, ingawa mama walikuwa tofauti, there is a difference that distinguish each son from the other. Unaweza ukapewa kibali fulani katika familia yenu ukakuweza kuwa tofauti. Na leo ujumbe wa leo ambao nataka kuzungumzia ni kwamba neema ya Mwenyezi Mungu you cannot dictate. When grace comes upon your life, huwezi ukadictate kitu kingine. Neema ya Mungu ikiweza kushuka katika maisha yako, hauwezi ukadivert. Hauwezi ukaenenda. Somebody can do something wrong to your life. Mungu anaweza akasema ya kwamba sasa wewe nataka uweze kuwa kiongozi na ukaongoza familia yako. Even if they stand against you, even if they do ill against your life, hakuna vile wanaweza wakaidivert the grace of God. Biblia inazungumzia kijana ambaye anaitwa Joseph. In the book of Genesis chapter number 37. Yusufu alikuwa mtoto mdogo. At the age of 17, Biblia inasema ya kwamba aliweza kufanyiwa birthday. Na ile ambayo Israeli aliona ya kwamba aweze kumzawadi nayo is the robe yenye ilikuwa na kala za rainbow, ambaye vijana wengine mandugu zake hawakuweza kuona vizuri. Lakini walipoona hivyo, waliendelea kuwa na chuki against Joseph. Little did they know that ya kwamba huyu ni mtu ambaye anaenda kuwaokoa kutoka kwa kifo. Listen to me. Wanapomchukia Joseph, siku moja wanaenda kulinda mifugo. Huyu Reuben na Simeon
wanaelezewa ndoto ambayo Joseph ameota. Joseph anawaambia, can you listen my brother Reuben, ya kwamba nimeona nyota na mwezi ikiniinamia. I don't want to listen to their things, that nonsense. Anamkemea na kumuondoa. Lakini ukumbuke katika maandiko in the book of Genesis chapter number 37, ukiangalia historia vizuri, kuna vile walikuwa na mtazama wakiona ya kwamba something might come out of this young boy here. Lakini wanamshati na kumwambia kwamba since you are young at the age of 17, what can bow down to you? Ni kitu gani kinaweza kukuinamia wewe kijana mdogo? Hawakuwa wanaelewa. Siku moja si ndio wanapanga kumuua. Hao vijana wakasema ya kwamba now what we can do, tuweze kuondoka na huyu kijana, tuweze kumuua. Walifika huku uwanjani alipokuwa ametumwa kwenda kuangalia vijana wengine ya kwamba waweze kuleta mifugo nyumbani. Jacob anatumana, lakini hawa vijana wanapanga njama, wanamrusha ndani ya shimo. But Simon anasema ya kwamba it's not good ambapo tumemfanyia. There is something we can do better, ambayo sio hii. Wanapoangalia wakitupa macho, wanaona watu wengine wakipita. Kuna watu walikuwa wanapita na ngamia. Wakasema instead tuweze kumwachilia huku chini kwa hiyo shimo, tuweze kumtoa tumuuze. So wamemuuza 20 shillings. Leke shetere baba. Wanamuuza kwa watu ambao hawawajui. Lakini when God has destined your destiny, huwezi ukaitoa penye ameiweka. Anauzwa na anaenda na hao watu. Bahati mzuri anaangukia katika familia ya Potifa, ambaye alikuwa mtu ambaye hakuwa hivi, ni mfalme katika maeneo yale mengine. Anapelekwa katika nyumba hiyo kama mtu ambaye anafanya kazi. But now Joseph was handsome. Ni mtu alikuwa wa bidii, ni mtu alikuwa na sura, akapendwa na akapendezwa. But after some time tunaona mke wake Potifa akijaribu kumseduce. When Joseph denies the request of the wife ya Potifa, anamuwekelea maneno, Joseph anarushwa gerezani. Sasa anapowekwa gerezani, kuna wale ambao anakutana na wale huko. Hawa watu wanapishana, ni wawili wameota ndoto. Remember, Joseph alikuwa anaambia mandugu zake ya kwamba nimeota. Mpaka akaitwa, wewe mtu ambaye unaota ndoto kila siku, utatusaidia nini? Na wewe ni mtoto mdogo. Hawa watu wawili wanaopingana hapa ndani ya kwamba wameota, akawaambia, I can assist you to understand the kind of dream that you dreamt. Akawaambia ya kwamba hata kama nitawasaidia, sio ati ni kupitia kwa nguvu zangu. There is one in me. There is one who can assist me understand your dream and give the clear definition of the kind of dream that you dreamt. Hawa wawili wanasema nao, tuelezee. Nimeota hivi na hivi na hivi. Kumekuaje? Akawaelezea. But Joseph, hawa watu najua walipowasaidia walimwambia, hata sisi kama tutatoka hapa ndani tutakusaidia. Hawa watu wawili wanaachiliwa. Joseph anapaki katika gereza. Anapopakia kule ndani, hawa wawili wanaenda. Kuna siku mfalme ameota ndoto. Wale magician waliokuwa pale, wale wachawi waliokuwa pale, wale interpreters ambao walikuwa wameheshimika, wanashindwa kuinterpret the dream ambayo alikuwa ameota. Alikuwa ameona minyama 7 iliyokuwa inatoka baharini. Ilikuwa imenenepa 7, kuna ingine konde 7. Akaona ikimezwa. Watu walishindwa kuinterpret. Lakini kuna yule ambaye alikuwa amefungwa na Yusufu kule ndani katika gereza. Akasema there is one prisoner ambaye alitusaidia kuinterpret ndoto zetu. Tukamleta akaweza kuinterpret ndoto. Akaletwa mbele ya mfalme. Listen as things goes. Mtu ameuzwa. Amepelekwa, ameangukia katika familia ambayo inajiweza. Hiyo familia anapatikana na makosa kwa sababu ya kusimama kwa ukweli. Joseph analetwa na walinzi, anafika mbele ya mfalme. Mfalme anamuelezea ndoto yake ambaye alikuwa ameota, lakini hakumjibu immediately. Alimwambia kuna Mungu wangu. Listen to that. There is somebody who can help me interpret your dream. Aliondoka kidogo kwa macho yake.
Aliporudi akamwambia kuna kiangazi inaingia, miaka 7 kutakuwa na mafuno, lakini miaka inayoingia 7 kutakuwa na kiangazi. So ufanye nini? Joseph akamwambia hii 7 utilize it well, uweze kuweka chakula ambacho kitaweza kukusustain in the next 7 years. Akamuona kama mtu ambaye ako na hekima, akamwambia Joseph, now I appoint you uweze kusimamia. Listen what happens. Anapoendelea katika ile miaka 7 waliweza kuweka chakula, lakini Jacob yeye alidanganywa namna gani? Mtoto wako ameweza kufa, ameliwa na wanyama. Walimpelekea ile koti, wakamuonyesha, angalia, walikuwa wamepakapaka damu ya mnyama, ya mbuzi. Alikuwa na ameamini, alilia kwa sababu walikuwa nampenda. Alimpenda kwa sababu unakumbuka historia ya Rachel alipomzaa Joseph, kulikuwa na ongezeko ya uzao katika ile minyama na mifugo Jacob alikuwa nayo. Anamuappoint kuwa mtu ambaye anasimamia hawa watu, anakuwa anapewa kiti, anapewa cheo. After 7 years chakula kimewekwa cha kutosha, then now he starts the famine ambayo ili affect mpaka kule Canaan ambapo baba yake alikuwa anaishi, mandugu zake walikuwa anaishi. Listen to what happens. Inafika ya kwamba this is the only kingdom ambayo iko na chakula. Wanaambiwa simuende tu, baada ya miaka 3 ya hiyo 7 years ya ukame, nenda tu muone. Remember sasa imefika kama miaka 10. Joseph hayuko, amepotea kutoka the sites of the knee. Hao vijana wanakuja, kina Simon na kina Reuben, wanaingia katika ule ufalme. Joseph recognizes them, lakini hawawezi kumgundua kwa sababu alikuwa na mamlaka, alikuwa ameketi katika kiti. Anawatambua lakini hakuwaonyesha. Akawauliza, hivi nyinyi mmetoka wapi? Akasema sisi tumetoka katika hapa Canaan, tumetumwa na baba yetu kwa sababu hatuna chakula, tuweze kupata chakula hapa. Akawaambia hapana, you seem like to be spies to this land. Lakini he knew what he was doing. Mko wote? Ndiyo, sisi tuko kutoka kwa familia ya watu 12. Watu wengine akawapatia condition, mtaenda ndiyo kwa wakati huu, lakini next time when you come, make sure that you come with your father, you come with your younger brother who is Benjamin. Benjamin ndiye ndugu yake ya damu ya Joseph. Jacob alikuwa ameumia kwa sababu ndiye baba yake, lakini wanawaambia iko kwa nini? Familia inakuja inaingia hapo. So the next time this family comes here, listen to this, inaingia hapo. Joseph anajitambulisha, anawaambia mnanijua, I'm the one that you sold. Anaambia Simon, anaambia Reuben, mliniuza, lakini sina chochote ambacho nimehold grudge katika maisha yangu na nyinyi. Mimi niko free. Waliinama. Remember the dream that Joseph dreamed, ya kwamba nimeona mwezi na jua zikiinama mbele yangu, and that is exactly what happened. So Mungu akiweza kuweka neema mbele ya maisha yako, there is nobody anaweza kuiondoa. Na usiku wa leo ndo maana nataka nikuambie ya kwamba ikiwa Mungu ameweza kupanga maisha yako yaweza kufika kiwango fulani, hakuna yeyote, hata kama familia yako watainuka against you, nobody can turn the plan of God in the name of Jesus. Unaweza ukasema amen tu kwa sababu unanisikiza na unanielewa. The grace, neema ikiwa juu ya maisha yako, hata waseme wewe ni Illuminati, hata waseme umejoin Freemason, hakuna anything wanaweza wakaturn from your life. Wewe utaendelea kuongezeka, wachawi wataendelea kuongezeka, ndio, lakini zile nguvu zake Mwenyezi Mungu, they lift you day by day, they will lift you day by day, and there is no single second they can pull you down in the name of Jesus. The power of the grace that Lord puts in his people. Mungu akishaweka neema juu ya maisha yako, nani anaweza kuiondoa?
Mungu akiweka neema juu ya maisha yako, hata waseme wewe ni msherati, hata waseme wewe ni mwizi, waseme biashara yako haiwezi kuamuka, waseme ndoa yako haiwezi ikasimama, as long as there is grace in your family, as long as there is grace in your life, Mungu atakuinua, atakubeba, atakubeba, atakubeba in the name of Jesus. What else the Lord can do to your life? Ikiwa Mungu ameweza kupeana maisha yako yaweze kuwa juu, utaweza kushushwa na nani? Mungu akishasema ya kwamba now today you are my son Grace, you are my son Jessica, you are my son Boy, you are my son James, you are my son whoever. Nobody. The Bible says that we've been adopted to the family of Jesus, and if everything belongs to him, we have the right to inherit. Ndio maana nasema ya kwamba ikiwa kuna kitu ambacho Mungu anakuwekea uweze kukipokea, hata kama waseme umeroga watu ndio wakakufa ukapata, wacha wanene. Mungu akikubariki, ashakubariki na utabarikiwa in the name of Jesus. Who else can bring you down if the Lord has lifted you high? Nani anaweza kukuzuia ikiwa Mungu ameweza kukuweka juu? Hawa watu wawili wanafungwa ambao ni Paul and Silas. In the book of Acts, wanafungwa, wanaweka gerezani, lakini kupitia kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, milango inafunguka, wanaondoka. Kwa ajili ya nini? Neno la Mungu likiwa ndani yako ni nyundo. In the book of Jeremiah chapter number 29 verse number 23, neno la Mungu ni nyundo, linaweza likapasua hata hizo vioo za wachawi, linaweza likapasua hata hiyo nyungu ya mchawi, in the name of Jesus. Nani anaweza kukuzunguza katika maisha haya Mungu akiwa na wewe? Nguvu za Mwenyezi Mungu zikiwa ndani yako, neema ya Mwenyezi Mungu ikishuka tu kwa maisha yako, only you need connect yourself with the higher altar ambayo inatengenezwa kutokana na nguvu za Mwenyezi Mungu. When you pray, you move yourself closer to God. You connect yourself, because the prayer is the only channel and the medium that we use to connect between the physical and the spiritual, so that we can be connected, because the Lord of whom that we serve is a spirit, and we are living in the physical world. We need to look for a medium, which is prayer. The Lord our God, when he has said something to happen to your life, nani ataweza kukataza hicho kitu kisiweze kufanyika? Nani ataweza kukiangusha kisiweze kufanyika? Mungu akisema leo ndio utanunua gari, utainunua. Mungu akisema leo hiyo ministry itasimama, itasimama tu. Mungu akisema leo hayo magonjwa yaweze kuisha, yataisha tu, kwa sababu yeye ndiye anaweza yote. Mtu alikuwa amelazwa for 38 years. Yesu anapopita anamuuliza, uko wapi? Kwa nini umelala hapa? Wale watu wengine wametoka wakaniacha hapo kwa sababu mimi sina miguu. Yesu anamwambia kwamba amka na utembee uende. Scribes wanauliza, nani in whose authority haya mambo yanafanyika? Kitu ambacho hawakuwa wameelewa ni kwamba nguvu za Mwenyezi Mungu zinapotembea, hayo magonjwa ya kansa, huo ugonjwa wa corona, huo ugonjwa wa ukimwi, arthritis, mambo ya kutotembea, kutoongea, kutosikika, haisikii, neno linapita tu, unapona. Mungu anaposema uinuliwe leo, utainuka tu. Grace, neema
ya Mwenyezi Mungu. It's my prayer today, hiyo neema inaposhuka ikushukie. Hiyo neema inaposhuka tu ikushukie. The question that you can ask yourself is, how connected are you ndo hiyo neema iweze kukufikia, na kuombea Mungu aweze kukuonekania, Mungu aweze kukuona through that problem. Hiyo biashara haitaanguka. Inawezekanaje mtu ameweza kuenda kwa mganga akafanya biashara akapata profit ambaye inapita kwako, na wewe uko kanisani kutoka Monday to Monday ili usiweze kubarikiwa? Then there must be something wrong with you. Lazima uweze kuangalia njia zako. Ikiwa umeokoka kweli, neema itaingia kwako na hayo yote yatafunguka. Haiwezekani watu wa dunia wakatupita. Haiwezekani kwamba wao wanatupita na sisi tuko ndani ya Mungu. Because the Bible says all that you see belongs to him. Na sasa nauliza, kama yote yanaweza kumilikiwa na yeye, na sisi tuko ndani ya familia ya Yesu, ni kwa nini tusiweze kupata? Huyo anayesema ya kwamba umenunua gari, umejoin Illuminati, ikiwa ni baraka ambayo kweli imetoka kwa Mwenyezi Mungu, na upokee zingine 3, 4, 6, 10 in the name of Jesus. Wakusema waje waseme tu. Leo nahubiri nikiwa niko na kitu rohoni mwangu. Mimi pale ambapo nimelelewa, nimejulikana kwa njia nyingine. Mimi natoka katika familia ya dini, lakini hiyo hainistui. Ni vitu mingi ambazo nimezifanya nikaambiwa wewe ni Illuminati. Ni vitu mingi nimezifanya nikaambiwa wewe ni kama hizi makanisa unaenda kuna vile mnaomba. Lakini lile ombi ambalo nimeambia Mwenyezi Mungu, kama kuna mchawi ambaye ananiroga, hiyo uchawi na igeuke baraka katika maisha yangu in the name of Jesus. Ikiwa wewe unaendelea kuroga, ikiwa wewe unaendelea kunena kile ambacho hakiko, Mungu akugeuzie, hizo zirudi kwako, baraka ziingie kwangu na nazipokea in the name of Jesus. Wewe endelea kunena tu, endelea kuzungumza tu. Kama hauwezi ukatambua ya kwamba nguvu za Mwenyezi Mungu zinaweza zikatenda jambo, you are far away kutoka kwa ukweli, neema ya Mwenyezi Mungu. When we have grace, all things that it seems to be impossible, they are turned to be possibilities. When you enter the word and the spirit, you enter the world of impossibilities. Because our good Lord provides and gives. Ni kwa nini usiweze kuingia katika hiyo line? Kwa nini tushindwe tu na watu? Kwa nini Mungu aingie tu atushinde? Huwezi ukasimama tu dakika moja ukanunua kitu kwenu. Ukioa umekuwa Illuminati. Ukijenga umekuwa Illuminati. Wale wanaosema mambo kama hayo tonight as I'm speaking right now, hizo maneno ziwageukie, lakini the opposite ya baraka irudi kwako in the name of Jesus. Haiwezi kuwa kila kitu tunaogopa watu. Tunaogopa watu kwa nini? Mimi nikienda nyumbani hakuna ile, hata nikiambiwa wewe ni mchawi, uwezi niwekea dawa. Unaniwekea dawa ya nini? Aje sasa. Huyu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. The Bible says that greater is he who is in you than the one who is in the world. Ukiwa na hiyo roho ya kusema ya kwamba now Lord, I want you to guide me, see me through,
indeed neema ya Mungu itashuka kwako, na kile unaona ni kigumu hakitakuwa kigumu tena. I wish ungesikia hilo tu. Neema ya Mungu inaposhuka kwa maisha ya Mungu ya mtu, kile ambacho kinaonekana kuwa kigumu, holeke shetere baba, kinakuwa rahisi. Hakuna kitu kigumu. Now, because I was given only 30 minutes, actually 45 minutes, and naona katika masaa nimebakisha karibu 10. Nataka niwapatie link. Yule wa kwanza watano wataingia, ndio naombea tu. Lakini kwa wale wengine ambao wataweza kuingia katika, wale ambao wataingia katika namba ya simu iko hapo, utaweza kuingia hata nyinyi. Ikiwa unataka kuingia, ingia katika link sasa hivi tu. Uingie kwa hiyo link ambayo nimeposta hapo, uniambie unatoka wapi, unataka nikuombee nini, na namba iko hapo ya kuomba. The first 5 nataka kuombea, na nitamke neno tu, neema ya Mungu iweze kuwa juu yako. Take that link, nimeposti katika chats. Uingie katika link, uniambie nikuombee nini, na nitamke neno tu, kwa sababu Mungu ananiambia tu nitamke tu, neema iwe juu yako, neema iwe juu yako, neema iwe juu yako, na neema iwe juu yako. Nikutamkie tu na ikuongoze. I want to see the first 5 people who can get to the link. I want to pray for you. I want to speak something to your life. Nataka nikuzungumzie neno, nikuambie tu jambo katika maisha haya. I want to say something to your life. I want to give you something. So you can get to that link. Then haraka yako ndio inakufikisha hapo, because I have less than 10 minutes here. I've got less than 10 minutes. Na kuna wale ambao, if I can remind you, bado tunaendelea kutafuta mahali pazuri wide, ambapo tunaweka madhabahu, ambapo we are likely to launch kanisa mahali hivi. So unaweza ukapatana na sisi, namba iko hapo. Ukipatana na sisi ni sawa, utatuambia mchungaji, mimi ningependa tuweze kufanya hii huduma pamoja. Patana na sisi kupitia hiyo namba hapo. Tununulie hata speaker. No, speaker tulinunua. Tununulie hata keyboard. Keyboard iko njiani. Tununulie bas drum set. Tununulie wire za microphone. Mixer tuongezee ingine. Ama ni hizo speaker tuongezee zingine basi. Na huduma itaendelea mbele. Hakuna kitu mzuri kama kufanya kazi ya Mungu. Na ikiwa uko ndani ya Mungu, hakuna kile ambacho unaweza kukosa. Mimi kwa maisha yangu siai strain. Tangu nimkubali Mungu, leke shetere baba. Umeiniona kwako nikikuomba pesa? Umeiniona kwako? It's by the grace of God. Ukimkubali tu, kila kitu inaingia katika line. Kila kitu inajipanga. So kwa wale ambao wanaingia katika link na wangoja, nataka watu wafike 5. Wafike 5 katika link. Niwaombee tu ili ninapomaliza program hizo baraka ziingie kwako, upokee kibali cha neema. So nimesema House of Testimonies, unaweza ukapatana na sisi ni kupitia kwa hiyo namba inayopita katika screen. Kwa wale ambao wanasikiza radio ni 0710 563 943. Hao ni wale wanasikiza radio. Lakini kwa wale ambao wako kwa TV na online, mnaweza ona hiyo namba inapita kwa screen. Namba inapita kwa screen. You can partner with us. Tunataka kufanya hata crusade. Lakini before that tuko na mpangilio. To launch madhabahu in a style. Tukitoka hapo, Mungu atatuongoza
na Mungu atatubariki. Na ngoja watu wafike 5 hapa katika link ili niweze kuwaombea. That one I've given, we have less than 3 minutes. Yule ambaye anaingia hapo ndiye namuombea. Ningependa wawe 5. Niwaombee tu kwa pamoja tu. Niwaombee kwa pamoja tu. So niwaombee kwa pamoja tu. Nitamke neno juu ya maisha yako. Huwezi jua, labda hili neno siku ya leo naenda kulitamka ndio maisha yako. Huwezi jua baraka zinatoka pande gani. Leo mhubiri huyu anaweza akatamka, kesho mwingine akakutamkia. Huwezi elewa baraka zako zilikuwa zimewekwa wapi. Unajua mhubiri anapotamka kitu, hayo maneno yanaingia katika anga. It's now your responsibility huweze kuya withdraw, yafanye kazi kwako. Huwezi ambiwa umebarikiwa na wewe uende ukisema nimebarikiwa. Umebarikiwa na nini? Kubarikiwa unagharamika. You sacrifice to get that word work in you. Ndio alifanya kazi. I'm waiting for 2 people. Nataka mfike 5. Wale ambao wako backstage wako wawili. I want to see 5 people so that I speak to you. I speak a word of God to you and niweze kufunga kwa sababu naona I have less than 6 minutes now. I've got less than 6 minutes now ili niweze kufunga hii program, sababu kwa redio kuna program zingine zinaendelea, katika hii runinga kuna program zingine zinaendelea. Papa somebody is coming, so I have less than 5 minutes now ili niweze kukuombea. Nataka mfike watu 5 people katika link, ni waombee kwa pamoja. 5 people. We have 3 minutes now. So wale ambao watafika ndio hao. Link nimefungulia. Iko hapo katika comment section. Ukiklik tu utaingia direct kwangu hapa. Ni kuone na wewe unione. Ninene na wewe one on one. Hiyo link nimecreate ndio tuongee mimi na wewe one on one. Ukiklik tu unaingia hapo na mimi nakutamkia neno na Mungu atakubariki. Basi kwa sababu naona hamfiki 5. Na nilikuwa nimeambiwa niombee watu 5 kwa sababu namba 5 ni namba ya neema. Namba 5, namba ya neema. Nimezungumzia mambo ya grace. Nilikuwa nataka watu 5 niwazungumzie neno moja tu kwa sababu namba 5 prophetically ni namba ya grace ama namba ya neema. Ndio maana na insist nataka watu 5 on screen. 5 kwa link. Mkiingia watu 5. Basi. Hapa naona Damaris Nyamari anasema amen. Thank you very much. May God bless you, Damaris. May the grace of the Lord Jesus go with you in your life, in your business, in your family. May you never lack in the name of Jesus. Thank you very much. I see here Janai Ratemo. Thank you, my brother. May God bless you. Without you people, ningekuwa wapi sasa? Let the grace of God be with you. May you be lifted most high. Let the God of whom that I serve work upon your life in the name of Jesus.
Work upon your family in the name of Jesus. May you never lack. Let your doors open in the name of Jesus. I speak financial breakthrough for your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let this grace be upon your life in the name of Jesus. May God bless you, my brother Janai. You have a name like me. We share grandfather. Thank you, my brother. May God bless you. Baba Nyabendo. May God bless you. May you never lack. Let the grace that I'm speaking of here go with you in the name of Jesus. May God bless the work of your hands. May God lift you. May you never lack. Usiangaike. Mambo ya mangaiko katika maisha yako na yaondoa in the name of Jesus Christ. Hakuna mateso katika maisha yako. Umefunguliwa, 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 umefunguliwa. May God bless you, Baba Nyabendo, in the name of Jesus. In the name of Jesus. God bless you and God bless you. Kwa sababu wale watu wa link sijawaona wakifika 5 because I wanted 5 people kwa link. Niwazungumzie neno. Unajua kitu inakuja tu mara moja. Initially tumekuwa tukisema ya kwamba mtu yeyote akuja katika link. But leo nilikuwa nazungumzia mambo ya grace. Huwezi jua kesho nazungumzia nini. Roho wa Mungu huwezi jua ananiongoza kuzungumzia nini kesho. So I said I wanted 5 people niwaongeleshe kwa sababu number 5 is the number of grace, namba ya neema. Na neema ingeshuka juu yako. Na hata sasa hivi neema ishuke juu yako. Kuna mtu anataka kuingia katika link? Kuna mtu anataka kuingia katika link? Mufike 5 tu katika link. Ni wanene sababu kuna kitu. Sijawahi insist namna hiyo. Sijawahi insist namna hiyo. Kama mfiki 5, hawa wenye wako backstage watakaa hapo tu. Unless nichague, lakini sijaongozwa kuchagua. Siwezi chagua mmoja niaje mwingine. I want 5 people katika hiyo link. Ni watamkie neno la baraka. Wako 3, I need 2. Backstage wako 3, I need 2 people. Backstage. Nikutamkie tu, nikwambie Mungu anasema hivi. Na hiki ndicho kitafanyika. Na hii ndio nastahili kufanya. Grace, namba ya neema. Nilikuwa nimeshasema ya kwamba kuna wale ambao wanapenda kumtolea Mungu. Namba ya matoleo ni hiyo iko hapo. Wamebaki backstage, nataka kuona wamebaki wawili. Wamebaki wawili. Nataka watu 5 katika screen. Nikisema 5, I'm saying 5 prophetically. I need 5 because I want to speak to 5 people. I can see some people at backstage. Backstage wako lakini hawajafika 5. I want 5 people so that I can speak to you. Kwa wale ambao wanasikiza katika radio, namba ya matoleo ni 0710 563 943. Unaweza ukatuma sadaka yako, unaweza ukatuma sacrifice yako, unaweza ukatuma contribution yako, ukaandika ujumbe. Na nilisema ya kwamba katika House of Testimonies, ikiwa ungependa uweze kupatana na sisi, useme ya kwamba mchungaji, sasa ningependa tuweze kupatana na nyinyi kuhubiri injili, unaweza ukatumia pia hiyo namba kuandika ujumbe. Matoleo yako unaweza ukatoa katika hiyo namba. Hatuna till namba, tuko na hiyo namba ya M-Pesa tu. Hiyo namba inakuletea jina yangu. Na hiyo pesa inafanya kazi ya huduma. Unaweza ukamtolea Mungu
Kwa masaa haya, wale ambao wanatoa sadaka mnaweza mkatoa, wale ambao mnaweza kutoa sacrifice mnaweza mkatoa pia, but I want 5 people to speak to. Kuna watu 5 ambao Roho ananiambia ya kwamba you need to speak something to them. Watu 5, something is coming. There is a word that I have for you. 5 people prophetically. Namba ya neema, nimekuwa nikifunza juu ya grace na nimeambiwa nione watu 5 katika screen. Mimi sikuwa nimepangia hiyo. I'm used to tunakuja hapa na linki mtu mmoja tunazungumza na yeye, but I want to see 5 people katika screen. 5, namba ya neema, grace, ambayo nimekuwa nikiongelea siku ya leo. So kwa wale ambao wanamtolea Mungu, you can use that number and give your sacrifice, and the Lord is gonna bless you so much in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nataka aongeze mmoja wakuwe 5 ni wazungumzie jambo. I'm giving you 2 minutes. Imefika saa 2 na dakika 3. Program inafaa kuisha saa 2. Katika radio kuna program inaingia, kwa TV kuna program inaingia, wale ambao wanatusikiza katika radio. So I've given you, it's now 1 minute. If I can get 1, mufike 5. Niwaweke katika screen, niwaongeleshe, niwazungumzie jambo fulani. Mungu amenipa neno juu ya maisha yako. And I want 5 people ambao nitaambia hiki na hiki kiko hivi. Na Mungu awabariki. 30 seconds. Wako watu 4. Wako watu 4 backstage, lakini nataka watu 5. So I need 1. Mtu mmoja aweze kuongeza. Kuna mtu mmoja anaingia katika link. Link iko hapo. 1 person. 1 person. 1 person. Wakuwe 5. So that I can speak a word of blessing to you. Namba 5. Namba ya neema. Grace. So kwa wale wengine katika radio 0710563943 ndo namba ya matoleo. Unaweza ukatoa sadaka yako, unaweza ukatoa sacrifice, unaweza ukapatana na sisi kupitia kwa hiyo namba ambayo nimepatiana hapo. Na wale ambao wanatazama katika runinga na wale wako katika online, unaweza ukatumia namba ambayo inapita katika screen. Because my time is over now, I want to pray for you. I want to pray for you. Baba Nyabendo, can you ebu weka kamera yako on? Because I've spoken to you, I want to feel like to talk to you. Weka kamera yako on. Baba Nyabendo, uko backstage bado na wengine. Weka kamera yako on. If you can tap a 1 word from me here, na Mungu atakubariki sana. Ni kama labda kamera yake haipati vizuri ama labda hapati sauti. So kwa wale mnaotoa sadaka, toa sadaka katika hiyo namba. Ningependa niweze kuombea na nyinyi, na kuna wale ambao wangependa waombewe. Tuma request katika comment section ama tuma ujumbe katika hiyo namba. I wanted 5 people. You are only 4. I want 5 people katika hiyo link. Ni wanene, ni waongeleshe, sababu kuna kitu Mungu anataka niweze kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda, kesho pia ni siku. Kwa wale ambao wanatolea wanatoa matoleo yao, toa katika hiyo namba. I've given you 1 minute utolee Mungu, ndio niweze kuomba na wewe. Na ukiamini, chochote chaweza kutendeka. Hiyo neema ambayo tumezungumza juu yake itakufuata. Mungu hawezi kupanga kitu ambacho haelewi. Mungu anakupangia maisha yako ulivyo. Baba Nyabendo, ungekuwa umefungua kamera yako, ningekuambia kitu ambayo Roho wa Mungu ananiambia. Kuna wengine hapa wamefungua kamera zao, lakini sijawaongelesha.
So I was saying, Baba Nyabendo, if you can open your camera, I could have spoken to you. She has ni kama ametoka katika hiyo line. So wale ambao wanamtolea Mungu, muweze kumtolea katika hiyo namba ninapoenda kuomba na nyinyi. Naamini ya kwamba umeweza kutoa. Naamini ya kwamba umeweza kumtolea Mungu. Asante sana kwa wale ambao wametolea Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki wengi wengi. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki katika jina la Yesu. I said I wanted to see 5 people that I can speak to them. Nilikuwa nataka kuongea na watu 5 katika link watu 5. Number 5, the number of grace. Number 5, the number of grace. Okay, Nyabendo, unaweza rudi kwa link basi, mufike hao watu 5 niongeleshe, sababu naona kina Menya Ogoti backstage. But I want 5 people. I wanted 5 people. Ni ile wakati inakimbia. Wale ambao wanakimbia kwa link, kimbia kwa link ndo mfikishe hiyo number 5. Ni wanene. So Baba Nyabendo, you can come back there. Ukae na kina Menya hapo na waweka mkiwa 5, so that I can speak a word of blessing to you. Kwa sababu leo tumekuwa tukizungumzia mambo ya neema na grace. Grace ni number 5. So I wanted 5 people on screen. So Nyabendo, if you can get back to the link, ndio waweze kufika target ya number 5. Ni waweke nyinyi wote, ni waombee na Mungu atawabariki. So kwa wale mnaotoa, wale ambao wanasikiza katika redio, namba ya matoleo ni 0710563943. Wale ambao wanasikiza katika redio, lakini wale ambao wako katika runinga, you can use the number ambayo inapita katika screen. Na kwa wale ambao wako online, bado mnaweza tumia hiyo namba, iko katika, inapita hapo tu katika screen, na Mungu atawabariki. Baba Nyabendo amerudi, kuna kina Menya na kuna mtu ametoka mmoja tena, umebakia 4. I want 5 people on screen. Meanwhile, because hao wengine wana nini, let me just speak a word of to these people here. Praise the Lord. Amen. Asifiwe Yesu. Amenya Ogoti, unatupata ukiwa wapi baba? Joska. Amenya ameenda wapi? Joska. Oh, Nairobi. Thank you. Baba Nyabendo, asifiwe Yesu. Asifiwe kabisa. Niko maeneo ya Qatar, Doha, nafanya kazi ya caregiver. So hawa mama hawatakangi mtu ufungue kamera, wanasema hawataki kuonwa. Ndio maana ningefungua shwari. Ni mzuri, haina shida. God will bless you. God will bless you. I wanted 5 people because I wanted to speak a word of blessing to you people. Nilikuwa nataka kuzungumza neno. Open nini, haina shida, mtumishi wa Mungu, just talk, haina shida. I really believe in God. It's okay. Now, kwa sababu hawajafika hao 5, I would like to remove you because of time. Ni waombe kwa runinga nyinyi wote katika jina la Yesu. Wale ambao wameweza kutoa matoleo yenu, nashukuru sana kwa sababu Mungu ameweza kupokea. I want you to lift your hands because I want to pray to you. Inua mikono juu katika jina la Yesu Kristo, popote ulipo, hata kama uko kazini, hata kama uko popote, uko kwa nyumba yako, unasikiza redio ukiwa wapi, inua mikono juu tu. Nataka kukuombea jioni ya leo. Inua tu mikono juu. Sasa hivi ningependa waambie Bwana Yesu akuokoe, akuinue, atoe jina lako kutoka kitabu cha mauti, aandike jina lako, aandike jina lako, aandike jina lako, na ulitaja jina lako, aandike jina lako, aandike jina lako, taja jina lako.
7 times, aandike jina lako. Taja jina lako, aandike jina lako, aandike jina lako, aandike jina lako, aandike jina lako. Mara ya 7, aandike jina lako katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo umeokoka na kuamini. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante ni kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji anayenisikiza katika redio. Asante ni kwa ajili ya muda huu ambao umenipa neno la neema siku ya leo nikaweza kuzungumza na watu wako. Najua ya kwamba neema ambayo inaenda kutembea juu ya maisha ya watu wako haijawahi onekana katika jina la Yesu Kristo. Neema katika kazi zao, neema katika biashara, neema katika kazi zao, neema katika biashara, neema katika familia, neema katika maisha yao, in the name of Jesus. Neema uliopatia Joseph akaweza kuinuka akakuwa kiongozi, na ishuke juu yao in the name of Jesus. Aliye na uwezo akaweze kuipokea 7 times. Receive, 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 receive. Mara ya 7, receive in the name of Jesus. Kuanzia leo hakuna mahangaiko, hakuna mateso, hakuna mateso, hakuna mateso. Yale ambayo yalinenwa kinyume na maisha yako sasa hivi yang'olewe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa maana nguvu za Mungu zinashuka sasa. Hayo magonjwa yamekuwa yakikutesa, kansa, arthritis, mambo ya kutosikia, kutoona, sasa pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakuonekania, Mungu atakuongoza. 2022 ni mwaka wa complications, lakini kwa watu wangu ni mwaka wa neema. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema in the name of Jesus. Usiku wa leo Jehova, tunapolala na wale walio katika nchi za nje wanapoamuka, kazi wanazozifanya ukaweze kubariki kazi ya mikono zao, ukaweze kubariki familia zao, ukaweze kubariki watoto wao, wake zao, wanaume, mabwana zao, majirani, marafiki zao, wadosi, wafanyikazi wenzao, ukaweze kuwapa kibali, ukawaondoe kufanana na wengine, wawe tofauti katika kazi. Na hata wadosi wanapowachagua wakuwe watu tofauti, despite the academic credentials and the qualifications. Mungu, neema yako ikaweze kuwatosha in the name of Jesus. Unaweza ukasema amen. Mungu akulinde, Mungu akuongoze na akupe neema. Let's share the grace, and by the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the love of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. Majina yangu ni Senior Servant Mwanja, naye nimeokoka na Yesu ni Bwana, na hudumu katika kanisa la House of Testimonies International. Namba zetu ziko hapo, wale ambao wangependa kuwasiliana nasi. Kila siku saa 1 tutakuwa hapa katika runinga na katika redio. Tukutane hapa kila siku saa 1 jioni hadi saa 2. Mungu akubariki na kutende mema, kwa maana popote Yesu alienda alitenda mema. Shalom, shalom, shalom. May God bless you.